Na mpenzi mtazamaji, it's another episode of the Headspace Show. Hii ni WeTV, sauti na kioo kwa jamii. Leo tuko na mgeni hapa hivi. Ni mgeni wa camera person wetu na fundi wa mitambo. Anaitwa Frank Mejemaina. Karibu sana, this is WeTV, sauti na kioo kwa jamii. My name is Ojwang, mtoto wa Mariam, Senior Warrant Officer 1. Najisikia fiti good. And I'm so grateful to have this episode ya the Headspace Show. What tunaongea kuhusu kila kitu from here kupanda hadi juu for the benefit of us and our communities. Our communities ni kila mahali penye tunatoka. Tapata mtu kama Faith ana represent a number of communities, ana represent watu wa Juja, JKUAT, where she has been a student for a very long time. So you got that idea? Yeah, that idea doing a Bachelor of Science, Maths and Computer Science. Ana represent pia watu wa Ngong where anaishi, akifika kila time ni holiday huko ndo anaenda. In case anahitaji kuenda Ocha, ana represent communities za side za Murang'a. So hii show sio yetu pekee, ni ya kila mtu. Sana sana kama wewe ni Mkenya, but mwenye anafaidika zaidi ni mwenye kwa zone yenye sisi tuko, zone ya Roysambu, zone ya Kahawa, Soweto, na ndio maana tunasema asante kwa watu wenye wanatusaidia hii space kufanyika. Watu kama vile Basic Needs, Basic Rights Kenya, asanteni sana for supporting the Headspace Show. Kuna wengine wanaitwa wana vijiji SDI ama muungano wa wana vijiji. What they basically do, they support and empower urban slums to ensure that they are giving them visibility. Utapata tuko in the city, but shida kazi yenye sisi tunapitia, tunakaaga Ocha. If not Ocha, huku kuna kaaga Garissa. Hakuna maji, hakuna barabara, na hizi vitu zote zinatusumbua. So leo we get to talk about climate changes and mental health. But before we do that, as we always do and as is always our custom kwa kipindi, tusalimie na utujulie hali, then we get down into it. Yeah, thank you. Yeah, my name is Gako Faith, a passionate mental health advocate, life set mind. Yeah. Good. Ana represent mpaka wa Kikuyu. Ya ancestors are happy. Karibu ujiume ulimi. Tuanze tena. Yeah, my name is Gako Faith, a passionate mental health advocate, mindset life coach, founder It's Me, Myself and I initiative. At It's Me, Myself and I initiative, the main aim is to bridge the gap between mental health advocates and mental health resources. Resources can be human, can be finance, and the larger community. Currently a student at JKUAT pursuing Bachelors of Maths and Computer Science. Now, today we are discussing about how mental health and climate change is married each other. Asante sana. Last week or sometimes back, tulikuwa kwa hii show as part ya kusukuma hiki kipindi. We get to the community, get to know what they understand by climate change, climate action, and how it's affecting their mental health. And in the last interviews zenye leo we reply to, we had a Mama Mboga, anaitwa Mama Pendo from Kiwanja. Na yeye alikuwa anatuelezea vile in this area of Kahawa, Soweto region, that is Kahawa West, Kahawa Ward, kukinyesha kwao ni balaa kama Mama Mboga, na vile wanaumia. We also had watu kama Jam2 walikuwa wanaongea vile hakuna maji, and how this affects sana students. You are students, you are a youth, you have friends. Hizi ni shida zenye unazielewa sana, especially as a peer counselor and a mindset coach. Hapo kwa mindset tutaingia sana. But first of all, according to your own understanding, kwa lugha ya mtaa yenye huyu mtu anaelewa vizuri sana, climate change ni nini? Na relationship ya climate change na mental health ni gani? Now that you've talked so much about mental health from our first episode to mahali tumefika. Yeah, kitu unaweza ask for clarification. Kuna climate na kuna weather. The weather is the daily situation. Weather ni kama leo kukinyesha, the weather is rainy. But ikizoea that around this time kunanyeshaga hivi, na hiyo inakuwa ni climate change. For example, kumezoea kupata short rains, maybe March. Ama long rains ndio za March to
to July, September hapo hivyo, then from September to December short rains. Tumezoea hivyo. Yeah. But siku hizi unaweza amka utoke na t-shirts ufike stage na kunyeshe. It's true. The climate has changed. Hiyo juu si normal, ina affect watu. Sure. Mental health yao. It's true. Umeamka leo, umeingia job, wewe ni mama mboga, kazi yako ni kuuza matunda, na hauna duka, you do it kwa roadside. Yeah, sure. And then all of a sudden climate change iko na mushkil kumenyesha, you didn't expect kutanyesha. Yeah, it's true. Vitu kama hizo. It's true. It's not to affect sana. Alafu the fact that we can't predict kesho kutanyesha the next minute. Hey, sasa kuna jua ingine. Alafu kulikuwa kuna kaka kutanyesha. You can't predict. Hiyo inaleta anxiety to be for real. Like hata sijui what will happen the next minute according to our weather, according to our climate. And you see this in affect our parents. Sasa najua kuna mzazi amekelea chakula kwa shamba. Maybe for commercial purposes or hata kama ni kinyumbani, lakini the climate change italeta to loss na hii italeta njaa. I'm a student here huku shule huku hivyo na ngoja ile chakula mzazi auze nipate. You see, hii inaleta mambo mingi sana, and this is affecting our mental wellness. Especially sana the episode from Mama Mboga, allow me to call her that way. Nilisikiza kabisa and it's true. It's affecting our mental health. The fact that kunanyesha sana sometimes, the kind of climate change ni kunaweza nyesha mvua kubwa that causes floods. Aya, hiyo mvua pia inaweza fanya, najua siwezi tembea nikinyeshewa hata kama, so itanifanya mimi nikae kwa nyumba. Sometimes pia unapata drainages zetu si aziko in good condition, so that floods inaleta like hata kama nafanya biashara nafaa ni consider the customer. I can't come and sell mboga zangu ama my product kwa place it's not hygiene. So unapata the change of climate inatu affect sana. Ni kweli sana. Tuko kwa kitu inaitwa race to resilience. That now climate change ina happen, hatujui kesho. We can't predict easily. Unajua kitambo kulikuwa kwa TV kuna hadi weather forecast. Upande wa Nyeri, Embu, Meru leo kutakuwa na manyunyu, na upande wa huku kaskazini ni huku juu, kusini magharibi mwa huku mashariki kutakuwa hivi. We used to know. Sure. But nowadays utasikia kuna wakati kulikuwa President Ruto wamejipanga kuna floods. Adi boats. Then wakafika mahali do imetoka wakasema hakuna floods guys, wale wase walitudanganya na wakatumia hizo pesa. Then kukakaa floods zenye walisema haziko zikakuja huko Nairobi zimebeba watu. Ndio watu wakaanza kuulizwa, ile time ya census uliulizwa kama uko na boat, ukasema hiyo swali ni ya ufala. Sasa ona mahali inaingililia. Hizi vitu zote zina happen. Wewe ni kijana bado, hata kama wewe you must have your mental status lazima ikae kijaribu kukua at par. That doesn't mean that uko immune from stress or mental health issues due to climate and all this. What can we tell watu kama hawa Mama Mboga to do ndo wapunguze effects ama aftermath ya stress zenye wanapata due to the changes in climate? First, kwanza wacha niongelee part ya floods sana. Kuna siku hiyo wiki ya Valentine, Basic Needs and SDI together with other partners and initiatives walikuwa na event huko Mathare. Kulikuwa na program ya training na I managed kuenda moja on the 14th the 14th of February. Na hiyo siku nikasema because imeisha at 4, wacha nisirudi kwenye naishi haraka wacha nitembee. And then hiyo process wakaniambia kuna siku flood ilikujanga ilibeba vitu zetu. I met a guy akaniambia even the documents they were gone. My important documents. Sasa nakimbishana how to get my birth certificates, my university certificate, yote ilienda. And I was like, kama ni mimi ningekuwa hapa, imagine nikiambia mtu kama huyo tomorrow is bright, hana certificate, hana anything. The only thing alipata kwa nyumba is gas, because the gas alikuwa refill na haina that ya kubebwa na maji. Sure. And I was like,
it's true, it's inaleta shida mingi sana. Like kama hata hiyo ni kitu siwezi predict, na kwa kujiangalia siwezi sema ati wacha nipeleke hizi vitu zingine home nikakisha kuna kuja maji ibebe hizi vitu. So for that what I can say is government sana ndio inafaa tusaidie, and serikali saidie. Sipendagi vile kila wakati lazima tulie serikali tusaidie. There was a president, I think then you were young kiasi, President Kibaki. Alikuwa na very famous slogan or quote, isikuwe kila wakati wewe unalia serikali nisaidie, serikali nisaidie. Wewe unasaidia serikali wapi? But it's in our right. Sikupenda kwetu tunasema serikali isaidie. We can proceed with that point. Hata sijui metokaje, but because they are the people with the resources zenye tunahitaji. They use our money. We pay taxes so that we can have these services. We pay taxes ndio kukinyesha, you sort our drainage system. Maji aache kukuja kwa nyumba zetu sana sisi wenye tunaishi ghetto. Tuache kupoteza kama certificate. Imagine kama watu kama wa Mathare, maji yamejaa kwa nyumba, documents zimeenda. Kesho unaanza, unajua ID kupata ni ngumu. Alafu let's assume you are a parent with kids. Hizo birth certificates ngapi zimeenda? Na kila kurudisha ingine ikiwa imepotea. Let me tell you the truth, you need 2500 ndo upate vizuri. Otherwise utangojea miaka na mikaka. So how do we deal with watu kama hao wenye tumepata hapo? Situation kama hiyo umepata na mtu amekwambia mimi nimekuwa na stress, hii imenitokea, kumefurika. How can we help? First one ni counseling, to accept the reality that this has happened. Sana tunaweza sema it's a natural calamity. Ukubali you haukuwa na control over it. It's not your fault. You speak it out, like sasa you just air it to a friend that this is this, na birth certificates zangu zimeenda, vitu zangu nimerudi like from zero, like nimerudi zero from where nilikuwa nimefanya efforts kufika. Alafu ingine pia ni sisi kama the community now, to the people wenye wamepata the effects the changes like floods sana. Ni the most important thing ni offer now the physical help. Kitu ya kwanza ni ukipata mtu na anataka kurudishiwa, like tunajenga tena, tuna offer vitu kama niyo process ya kupata the new documents, tunafanya ikue good way. Tusileta ati lazima ukue corrupt, lazima you tumia njia zingine upate. Inakuwa easily accessible kwa watu wa ghetto. So tunawachanua kujua what you do, the right processes za kufuata. Wengi upotea juu hawajui now that certificates zangu zote zimeenda na maji. What next? Wengi hata wanasikiaga mitihani house time yenye KCSE ama KCPE inakuwa released, hawaisikiagi tena. But they don't know it's a place unaweza ingia na useme my certificate ilifanyika hivi, how can I get a replacement? Information kama hiyo tukiwape pia inawasaidia. Alafu pia kuwa informed, kuna initiative kama SDI for us, kama basic needs, basic can knock their doors and they will be there to help us. So we are grateful to such initiatives. Watu kama basic need, basic rights, they have the capacity ya kufikia community, but juu wao bado wako limited, hawawezi fika kila mahali wengie kawa Soweto wao wenyewe na wamalize. They need people who are from these communities ndo wasaidie. So for example, wanajua wakiingia WTV wanapata watu wenye ni wa huko Roysambu yote. Sijui kama kuna any corner ya Roysambu yenye tujulikani, tuingie huko basi, but sidhani iko. So wanajua wakiwa na watu kama sisi tunaingia zaidi. So we are grateful to them. Kipindi kinakuwa empowered na them. Kuna wengine naitwa muungano wa wanavijiji ama wanavijiji SDI. Thank you so much. These are the same people who organized the event that you went to in Mathare. Maybe hatujai kaa chini tuongelee kuhusu the postmortem of the event that was there. Tell us about the experiences, what they taught wenye walikuwa wanafunza, how the community gained from that workshop and that. Mimi nilienda siku ya mwisho, so siwezi like wacha ni confess leo.
siwezi kuambia nimejua jina ya huyu na huyu na huyu, but I have that photographic memory. I can say watu walikuwa so composed. So, alafu after attending the day pia nilitaka kujua nini ili happen hizo siku sikuwa. Now like people walikuwa informed. Unapata like stories sana they were dealing with those crucial things that affect the community, mental health being one of it. Kuna gender based violence, kuna a lot of things. Na nilikanisha na a mother who is a parent for me, na akaniambia hey Faith, niko na kuangana shida ya pressure na kuangana hizi vitu zote, alafu gender based violence kinipata napata I can't siwezi consider mtoto wangu. Sasa itakuwa like hey kwanza nijiangalie mimi kwa sababu pressure yangu ikipanda sana you see. Na nikauliza those people walipata information, the people who attend walitoka hapo na information, they are spreading mental health, they differentiated the mental health, they went hapo ndo hata nilipata the proper definition ya wellness, mental wellness, that is mental well-being, mental health na mental illness. Ilisema in a way that I understood it, na nikasema wow. So if you understood that way and you felt iko sawa hivyo, it means kwa community kuna more impact. Some of these things ukuwa na majina za kilami zenye ni ngumu and terminologies, ukizipelekea mtu wa ghetto anafile sasa ni jaba gani hii kitu nafanika lini nielewe, yet ni kitu inamuaffect na hajui. So we are putting up an appeal bado huko nje or a call out. If you have such events or such community events, reach us through WayTV. We are everywhere online, or unipigie simu 0711 468 301. Tutakuja tutafanya hiyo events coverage, tutalearn na nyinyi, tutafunza na nyinyi, na mahali si kila mtu atafika. We will have other initiatives that we partner with, like It's Me, Myself and I organization, na watakuwa pale hivyo. We get empowered sisi wote. Leo tumewaintroducea kitu kipya that we are having mwisho bora CBO. Pia ile CBO inaongozwa na Mama Irene Maina. Ni CBO inafanya the same things. So we will come there. Na wakikosa kutupata, just tag Basic Needs, Basic Rights Kenya, wako kila mahali on social media. Tell them you've seen WayTV do these things now. Ngetaka tukuje. Tutakuja mbio. Haikuwa kitu ngumu sisi kwetu. Haikuwa kitu ngumu. Sawa. Kila time tukikuja tuko tunamalizia na ile ya mental health, ile statement ya kumaliza. Last time ulitupea moja, ukaacha umetuchangamsha, umetuuliza if you are going to ensure that unataka kumaliza stigma, are you doing it out of kesho inaweza kuwa mimi or because you want to change the country? Leo unaweza rudia hiyo ama uko na ingine? Haikuenda hewani. So we start with that one. Hiyo ndio itatumalizia leo. Sure, I can repeat it like from discrimination angle view. Na pia kitu naweza sema leo, because we are dealing with climate change and how it marries with mental health, kitu naweza sema kama tunaweza participate in, kuna hizo activities we do to improve the changes like in a positive way, let's participate in them. Kama ni kupanda miti kwako, panda tafadhali. Kama ni all the basic needs za ku improve climate change to positive, let's do it, because every change tunataka ina start with us. Ili for my nation ama for climate ikwe positive kesho, it all start with us. Kitu tunataka kesho lazima tuifanye leo, na si tunangoja ujwangu ufanye. Wacha hata mimi nifanye, then I influence you to start, because whatever we do, it's either influence us to harm or to heal. Sasa to at least let us heal our climate together and in unison. Yeah, sure, this is what I can say. Whatever we do, it influences us either negatively or positively. Let us be the positive change to our nation. Kabisa. So it doesn't matter kama unafanya ukiwa umejificha ama unafanya in public, whatever you do, it will influence you positively or negatively. Yeah. It can harm or heal. Sure.
very good insights za kumalizia show siku ya leo. Thank you so much for following up on the show. Tuko live kila mahali huwa anasema hivyo. Follow us on TikTok, make sure you're following us on Facebook. Tuko 10.2 saizi, receive the notification. Our YouTube is doing very well. We are at 20,440 subscribers. That is a very good and huge number. We kama wana biashara, hebu tuletee ndo to grow zaidi. Hatuwezi grow bila to. Hatuwezi. Saizi hata si advice tunasik sana. As the use of this country, tunajua hizi vitu karibu zote. Kitu hatuna ni do, mula. Sasa kama wewe ni partner, si ukuje tufanye hayo mambo ndo tuletee pesa, tusukume biashara yako na pia sisi wenyewe tujisukume. Jina langu ni Ojwanga, mtoto wa Mariam. Ujamalizia na jina maybe, please. Na where we can get it's me, myself and I. Ama tungoje train iende. Tunaweza ngoja train iende. Tungoje train iende. Sasa asante.